Jamani, mwaka mzima alikuwa mambo ya tumekutana mambo mengi, magonjwa, wengine si tulifisha. Afu Mungu kwake anataka watu hawanijui. Mungu kujionesha. Hebu badilisha mtazamo wa shukrani zako. Bwana asifiwe sana. Badilisha mfumo wa kushukuru kwako, kwa maana Mungu atajivunia watu kama hao hapo. Atatembea na wao, hata waacha waibike. Kwa maana gani? Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jifunze kumforce Mungu akaribia maisha yako. Simejifunza kwamba yeye atamfukuza yeye haribu. Unadhani anamfukuza kwa namna gani? Mpendwa katika Bwana, shukrani yako ni kitu cha muhimu sana. Amen. Shukrani zako ni swala la msingi na la muhimu sana. Naomba nimalizie kwa Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za nini? Kuna wengine hawajafika. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Tumalize hapo. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nini? Nyakati. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Wasio na nini? Wasio na nini? Wasio na shukrani. Afa na maizia wasio safi. Bwana asifiwe sana. Unaposikia nyakati za mwisho, upendo wa wengi utapoa. Tulifundishana ile Jumapili, tukasema kwamba ni kwa nini sasa hivi Mungu na shetani wako kwenye kampeni, upendo wa wengi umepoa. Nikakwambia kitu kinachowindwa cha upendo, jua kabisa kwamba Mungu amekaepo hapo. Bwana asifiwe sana. Kwenye ile Luka 18 anapofika akisema ya kwamba je, mwana wa Adamu atakaporudi ataiona imani duniani bado? Maana ujue swala la imani litamtaka sana Mkristo kumweka karibu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo shetani hatakuja kuwinda vitu visivyokuwa na kitu, atakuja kuwinda